Je, mtu anakufa mara ngapi? Mtu alikufa mara ya kwanza katika ulimwengu usioonekana wa ndani. Hiyo ndi kifo cha kwanza. Lakini ule aliyekufa katika kifo cha kwanza katika ulimwengu usioonekana ana bahati ya kuishi tena. Na anaonekana katika mwili, lakini ana bahati. Lakini anakufa tena kifo cha pili. Yani anakufa roho, tena anakufa mwili. Haonekane tena. Ule mwili wake umepotea. Maana kuna kifo cha ulimwengu wa roho. Hii kifo ambacho watu wote wanatembea nacho. Ni kifo cha ndani, cha ulimwengu usioonekana. Ule ulimwengu wa roho, wakati mtu alipodanganywa mbinguni, katika matendo mbinguni, kifo kikaingia mtu wa kwanza, mpaka kile kifo kikatawala dunia. Vitu vyote, kama unataka kujua mambo yote, angalia kumamba yanayoonekana. Angalia kumamba yanayoonekana. Angalia mama, wanasema mama anabeba mimba miezi 9. Si ndio mwisho? Waangalie hawa wanaocheza mpira, wanafanya 45 kipindi cha kwanza, si 9. 5 kuongeza 5, 9. Kipindi cha pili tena 4, 5, nayo ni 9. Hata Biblia yenyewe, Agano la Kale ni 36, 3, 6, 9. Hata Agano la Pili, pito Agano Jipya ni 27, 2, 7, inakuwa 9. Yote ni 9 tu. Na ile 6 ndio 9. Yesu anasema nimkamata saa 6 mpaka saa 9. Ni 9. Angalia vitu vyote ni 9. Hata simu yenyewe yako ni 9. Ndio ile 6 ndio 9. 6 kuongeza 6, 12 kuongeza 6, 18. Na kamata ile moja unaweka 8. Nayo ni 9. 9 ndio 6. Ndio Antikristo naye anayetawala dunia yote. Ndiye 9, ana mwanzo na mwisho. Sasa wakati panatoka 9 panaingia 1, sasa ndio huyu Mungu ambaye amekuja. Ndio maana wanasema hivi, aliacha kondoo 99 akafuata 1. Lakini ule aliyefuata 1 alishindwa kuikamata ile 1. Hakuweza. 99 aliziweka kanda, akasema acha nipambane na ile 1, nayo niiue, nitawale dunia yote. Lakini Ibilisi akashindwa kukamata ile 1. Ile 1 ndiyo uzima, alishindwa kukamata. Ndiye 1 alishindwa kuikamata. Agakimbia. Ndio maana wanasema, hata maandiki nasema, walipotafuta Yesu ili wamuue wakati alipozaliwa, walimkosa, wakamata watoto wote wa miaka 2 wakaua. Wani wanatafuta ile 1. Watafuta ule 1, lakini wakashindwa. Na huyu uzima ulikuwa ulifichwa. Nani sasa amegusa kwa ule mti wa uzima? Ni hii sauti ambayo mnasikia. Sisi tumegusa kwa ule mti wa uzima. Ndio maana tumejua siri zote zilizoko. Tunajua siri zote zilizofichwa na adui. Sote tunazijua. Hakuna kitu waweza kunidanganya. Kila kitu najua. Kilichofichwa na yule adui wa maisha yako. Angalia, Antikristo sasa, toka mwanzo Antikristo angalia jinsi alitawala. Alifunga watu 9. Ndio ile 6. Anafunga watu. Ndio maana anasema mtu ni Alfa na Omega. Aliandika na Alfa na Omega ni nani? Ni mtu aliyekufa naye. Aliandika Mungu anaua tena anafufua nani? Ndiye Ibilisi. Aliua nini? Mtu katika ulimwengu wa roho, akamfufua katika mwili. Aliua mtu akamfufua katika mwili. Sisi sasa tumekuja kufufua roho na mwili wake. Amekuja kaua mtu. Alimuua katika ulimwengu wa roho, akashuka mpaka hapa duniani, akamfufua, akamvalisha mwili. Ndio maana mwili yote iliyokuwa duniani, hii mwili leo inapita, ni imevalishwa na Ibilisi. Mwili wa Mungu huwezi kuharibika. Angalia jinsi watu, lakini yote ni mapenzi ya Mungu. Ili wakati huu ufikie na wewe, kizazi kipya, kizazi hiki ambacho gisikie ukweli uliopo. Mpaka duniani wajue ukweli. Kumbe Afrika kuna Mungu wa kweli. Afrika ndiye kuna Mungu wa kweli. Hapana miungu tuliyopokea ikatuua. Wanasema kolonize. Yani utumwa. Ndiye utumwa. Walituletea utumwa. Mpaka hata wanasema ati watu walitoka wakaenda, wazungu walitoka. Lakini utumwa ulibaki ndani ya mawazo yenu. Utumwa. Mawazo yote
Kitu chochote kizuri kinatoka Ulaya. Kitu chochote kizuri kinatoka Ulaya. Hakuna kitu kibaya ambacho hakuna kitu kizuri ambacho kinaweza kutoka Afrika. Watu wa Afrika ni hawana akili, ni wenye dhambi, ni wanini. Lakini vitu vizuri, ukiona ngozi nyeupe akihubiri haya maneno nayoongea, tampigia makofi. Lakini sasa mimi Mwafrika mwenzako, ninapohubiri ukweli wa Mungu aliye hai, unasema wewe ni antikristo. Mnajua maana ya anti ni anti uzima. Anti uzima hamuone duniani kila siku anaua mtu. Sio anti uzima, antikristo. Hawe watu kila siku anaua watu. Lakini mimi nakuja kutangaza sharti mtu awe na uzima apate kuishi siku zote. Huyu mwili ubadilike, ile sumu ya kifo iondolewe hata ndani ya ardhi. Ili sumu itoke, watu waishi kwa furaha siku zote, milele yote, bila kuhesabu miaka. Miaka ililetwa na wazungu. Ndio maana mtu anakufa anamwekea miaka, alizaliwa mwaka fulani, amefariki mwaka fulani. Sababu ni mwanzo na mwisho. Naangalia nenda kwenye makaburi, mtaona vinaandikwa vile. Sababu mtu ana mwanzo na mwisho, ni Alfa na Omega. Lakini anayekuwa na uzima akifika 9 anaendelea. Mungu ni moja siku zote, milele yote. Na Mungu awabariki.